Tayari tuko naye hapa ndugu Mahfoudh Shaban Haji. Huyu ni mkurugenzi mtendaji taasisi ya Zanzibar Climate Change Alliance, na tutazungumzia maandalizi ya jukwaa la mabadiliko ya tabia nchi na mkutano wa kivuli wa 31 wa mabadiliko ya tabia nchi. Karibu sana. Asante sana. Karibu. Asante sana ndugu mtangazaji. Nimekaribia kabisa. Asante. Na kwa uchache ama kwa ufupi sana tuifahamu kwanza taasisi ya Zanzibar Climate Change Alliance. Kama tuelekea kama kwa ufupi sana. Okay, asante. Tunapozungumza Zanzibar Climate Change Alliance, hii ni taasisi ya kimazingira ama tunasema ni taasisi ya kiraia NGO ambayo tumeianzisha mahsusi miaka 12 iliyopita kwa ajili ya kuweza kutoa uelewa, kujenga ufahamu, lakini pia kufanya utetezi wa masuala ya mazingira na uhifadhi hapa Zanzibar, Tanzania, lakini pia kimataifa. Maandalizi ya jukwaa la mabadiliko ya tabia nchi na mkutano kivuli. Yes, taasisi yetu ya Zanzibar Climate Change Alliance inaongozwa na mpango kazi wa mwaka 2020 mpaka mwaka 2030, ambapo ndani yake kuna shughuli mbalimbali ambazo zimepangwa kuweza kutekelezwa kila mwaka. Sasa tunapofika mwisho wa mwaka huwa tunafanya jukwaa maalumu la masuala mabadiliko ya tabia nchi kwa lengo hasa la kuweza kuwaleta wadau pamoja, kujadili masuala mbalimbali, agenda mbalimbali za kimazingira na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hivyo mwaka huu pia tunakwenda kutekeleza kindaki huo mpango kazi wetu, na tutategemea kuweza kufanya hiyo tunasema jukwaa la asasi za kiraia katika masuala ya uhifadhi na mabadiliko ya tabia nchi. Lakini mara hii tutaongeza kitu kimoja ndani yake, itakuwa ni jukwaa la mwaka la mabadiliko ya tabia nchi pamoja na mkutano kivuli wa mabadiliko ya tabia nchi. Unatarajiwa kufanyika lini? Jukwaa hili tunalitegemea kuweza kulifanya inapofika mwezi wa Oktoba kuanzia tarehe 22 mpaka 26. Na niwajulishe tu kwamba jukwaa hili litakuwa ni jukwaa la siku 5. Na kwa nini litakuwa jukwaa la siku 5? Kwa sababu kutakuwa na vipengele ama tunasema forum itakuwa na componenti 5 ndani yake. Tutakuwa kwenye siku 5 hizi tukijimwaya katika vipengele vikuu 5. Kipengele cha kwanza ambacho jukwaa litakwenda kuweza kukifanya ni ufunguzi wa lile jukwaa lenyewe, ambapo hapa tunategemea watendaji mbalimbali kutoka idara za serikali, wizara za serikali, lakini pia wizara mbalimbali za serikali kuweza kuhudhuria na kuweza kuweka commitment zao katika masuala haya ya uhifadhi. Lakini pia katika component ya pili tunategemea sasa kuwa na kitu tunaita School of Ecology. School of Ecology itakuwa inafanyika kuanzia siku ya 2, ya 3 na siku ya 4, ambapo School of Ecology hii maana yake hasa ni kuwaleta sasa wale washiriki ambao mahsusi waliohitaji kuweza kuhudhuria katika ule mkutano, kukaa kwenye kempu maalum, kujifunza kwa vitendo, kujadili kwa vitendo, lakini pia kuweza kuwafundisha masomo na mada mbalimbali zinazohusiana na masuala ya mabadiliko ya tabia nchi na namna gani pia wanaweza kuengage katika mikutano ya kimataifa ya mabadiliko ya tabia nchi. Na kwa nini linakuja jukwaa letu hili? Linakuja jukwaa letu hili kwa sababu kila mwaka duniani nchi 163 zilizo sign katika mkataba wa kimataifa wa uhifadhi wa mazingira na upunguzaji wa mabadiliko ya tabia nchi wanakutana kuweza kujadili agenda hizi. Mwaka jana tulikuwa Belem pale Brazil, lakini mwaka huu tunategemea itakapofika tarehe 9 ya mwezi wa 11 mpaka tarehe 20 tutakuwa na mkutano wa mabadiliko ya tabia nchi wa 31 ambao utafanyika kule Uturuki. Kwa hivyo na sisi huku Zanzibar kupitia taasisi yetu tumeona kuna vijana wengi ambao hawafahamu masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, na si tu kufahamu masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, lakini hawajui pia chimbuko na nini kinaendelea huko duniani katika ajenda hii ya masuala ya mabadiliko ya tabia nchi. Na ndio maana tukasema forum yetu itakuwa ni forum ya mabadiliko ya tabia nchi na mkutano kivuli wa mabadiliko ya tabia nchi wa 31. Kwa hivyo tutakwenda kukaa kama vile wanavyokaa kimataifa kuweza kujadili masuala ya mazingira na mabadiliko ya tabia nchi, na sisi tutawafundisha vijana wetu
tutawafundisha wanaharakati wetu, lakini pia na wale wote ambao wanaumwa na masuala ya utunzaji wa mazingira, itakuwa ni sehemu yao kuweza kujifunza na kujua kiuhalisia kwamba kumbe tunapofikia kila mwaka dunia inapokutana kukaa kujadili masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, kumbe wanakaa hivi, procedures zinakuwa hivi, utaratibu unakuwa hivi, agenda zinakuwa hivi. Kwa hivyo forum itakuwa ina mada sawa na zile ambazo zitakuwa zinajadiliwa inshallah tutakapofika mwezi wa 11 tutakapobahatika kwenda Uturuki kule. Zile agenda zitakazojadiliwa kule ndizo ambazo na sisi tutawafundisha vijana wetu watunzaji wa mazingira. Agenda hizi ndizo ambazo tutakwenda kuzizungumza. Ulituambia 5 lakini naona nimezisikia 3. Yes, umezisikia 2 na 3 bado sijazitaja. Ya 3 tutakuwa wakati tupo katika School of Ecology, ile camp itaandaa mashindano maalumu tunaita the climate competition pitch up, kwa maana kwamba washiriki wote tutawagawa kwenye makundi 20 watakao kuwepo pale. Makundi haya 20, kila kundi litachagua ideas yake ambayo wanahisi kwenye jamii yetu inataka kuweza kupelekewa suluhisho lake. Kwa hivyo wakishachagua mada yao, watakaa, wataandaa, watajipanga, baadaye tutawapa fursa maalumu ya kuweza kupitch up zile idea zao. Na baada ya kupitch up idea zao, idea 3 nzuri ndizo ambazo tutazifanyia kazi kwa ajili ya kuweza kuzipromote kwa wadau mbalimbali ziweze kusapotiwa. Hiyo ni component ya 3. Lakini component ya 4 tutakuwa inaitwa give back to the community. Wakati tupo katika School of Ecology, washiriki wote wa forum tutawekeza kurudi kwenye jamii kwa kufanya shughuli ambayo itaweza kuweka alama ya kusaidia jamii. Kwa mfano, tunafahamu kwamba kwenye jamii yetu hasa Tanzania, Zanzibar, watu wakizungumza uhifadhi wanakimbilia kupanda miti, wanakimbilia kuweza kusafisha. Lakini haya ni matukio yanayotakikana kufanywa kila leo katika mazingira yetu ya kimaisha. Sasa katika forum yetu hii tutakuwa na component ya give back to community, rudi kwa jamii, weka athari. Tutahakikisha tunatembelea maeneo ambayo yatakuwa yanahitaji usaidizi wetu kama wanaharakati. Kwa mfano, kuna orphanage nyingi sana, kuna vituo vya mayatima vingi sana, lakini haviko eco friendly, haviko kirafiki na mazingira. Unaweza kutembelea katika hizo orphans, hakuna hata miti, hakuna hata kibustani kidogo kinachowezesha wale wanaokaa pale kama watoto mayatima kuweza kupata chochote. Kuna maskuli yamefanywa mengi, lakini bado kuna maeneo bado wanatumia madrasas ambazo zamani, bado wanatumia skuli ambazo hazijakuwa renovated. Serikali bado haijafika vizuri. Kwa hivyo kupitia forum hii washiriki watarudi kwenye jamii kuweza kusaidia kuweka impact yao, kama kukarabati baadhi ya sehemu, kusafisha na vitu vingine kama hivyo. Na component ya mwisho ambayo ni ya 5, tutakuwa kwa mara ya kwanza tunaanzisha tunzo za vinara wa mazingira na uhifadhi wa mabadiliko ya tabia nchi hapa Zanzibar. Zipo element tu za wadau mbalimbali wamefanya, juhudi mbalimbali zimefanywa za kuthamini mchango wa either waandishi wa habari mfano au kijana. Inakuwa ni category moja ambayo inakwenda kwa mhifadhi wa mazingira. Lakini sisi kwa mara ya kwanza tunataka kuanzisha na tutafanya katika siku ya tarehe 26 ambayo ni ya siku ya mwisho, tunaita usiku wa tunzo za vinara wa mazingira, ambapo category 30 zitakuwa zimewekwa maalumu kuweza kuwathamini vijana, wanawake, waandishi wa habari, wadau wa maendeleo, wafanyakazi kutoka serikalini, wanaharakati wa kawaida ambao tunaona kwa namna moja au nyingine wanatumia nafasi yao kuweza kuhamasisha utunzaji na uhifadhi wa mazingira. Kwa hivyo tutakuwa na components hizi 5 ambazo tunaamini kwa namna moja au nyingine zitaweza kusaidia kuinua uelewa, lakini pia kujenga ufahamu, lakini pia kujenga utayari na uhamasishaji wa wengine kuweza kuwa sehemu ya uhifadhi wa masuala haya ya mazingira. Sawa, jambo zuri, lakini kuna kitu hapa bado mimi kinanipa mkanganyiko. Mkutano kivuli. Kwa nini mkutano kivuli? Yes, ni mkutano kivuli kwa sababu kuna mkutano halisi.
na mkutano halisi unafanywa, upo chini ya mamlaka ya kufanywa na tunasema na shirika la Umoja wa Mataifa la masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, inaitwa UNFCCC, United Nation Convention Framework for Climate Change. Hao ndio ambao wanapaswa kuweza kufanya mkutano huu wa Umoja wa Mataifa, na wao ndio wanakusanyisha nchi zote zilizo ratify, zilizo sign mkataba wa Umoja wa Mataifa wa kupunguza masuala ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwa hivyo utafanyika live wenyewe tarehe 9 mpaka 20 ya mwezi wa Novemba. Lakini sisi kikawaida, kabla ya kwenda kwenye mikutano, nchi huwa zinafanya mikutano ya kabla ya kuweza kuwatayarisha wale washiriki wao wanaokwenda kushiriki kule, wajue kwamba kuna ajenda gani, lakini pia waweze kujipanga juu ya msimamo gani wa nchi unaenda kusimamia katika ule mkutano. Lakini kwetu sisi Tanzania, Afrika, vijana wengi utakuwa unasikia wanasema tunataka fursa za kwenda kwenye mikutano, lakini they do exactly know what is kinachofanyika kule. Wanazijua hizo agenda, wanajua process za wao kuweza kushiriki, wanajua wakifika kule protocol zipi wao wanatakana kuzifanya, kwa sababu tunapohudhuria katika mikutano hii ya kimataifa, si kila mmoja anatakiwa kuzungumzia jambo kama hivi pengine ninavyozungumzia hapa kwenye chombo hichi cha habari. Kuna mipaka ya kila mtu kuzungumzia. Asasi za kiraia tukihudhuria kwenye mikutano ile ya kimataifa, tuna limitation yetu ya nini tunatakikana kuzungumza. Watendaji wa serikali, manake kila mmoja ana page yake unapohudhuria katika hii mikutano ya kimataifa. Lakini pia unapobahatika kuingia kwenye ile mikutano yenyewe, kwenye vyumba vya mikutano, kuna procedure zake za kuweza kuzungumza. Na chengine pia, ile mkutano mmoja, lakini kunafanyika mikutano zaidi ya 100 katika mkutano mmoja. Kwa siku unaweza, kwa saa moja unaweza ukakuta una vikao visivyopungua 20. Kwa hivyo vijana hawaelewi hayo, wanaona tu ni tunataka kwenda kwenye mikutano hii, tuhudhurie, tuwe sehemu, lakini bado the procedures, kanuni pamoja na utaratibu wa namna gani ya kuweza kufika kule na wakaweza kurepresent kundi wanaloliwakilisha au serikali vyema, ni lazima tukae tukajengea uwezo makinifu kwenye hilo. Sasa vijana ambao wanajihusisha na harakati hizi za mazingira katika ngazi za chini sana, kwa sababu ukipita katika baadhi ya mitaa, ukichana na taasisi ambazo zinajulikana zinakusanya vijana na kufanya harakati za kusafisha mazingira na kulinda pia mazingira, wapo hawa wengine ambao labda hawana majina wala hawajapata platform ya kuwatangaza wao kama wanafanya hizo harakati, nao hawa mnawafikia vipi? Nzuri. Kwanza tukiri kwamba fursa zipo nyingi sana za kuweza vijana hawa wanagenzi wanaokuwa kuweza kukua. Ni wao wenyewe tu kuweza kujiattach katika hizo tunasema platforms ama hizo fursa. Kwa upande wetu sisi Wazaka, sasa hivi tunafanya resource mobilization, kutafuta fedha, kuwaleta hao wadau wa chini kabisa kuwa sehemu ya hili jambo. Lakini chengine, namna gani tunakuwa tunawajumuisha kwenye hizi tunzo, ndo tunataka uncover, ama tunasema kwa Kiswahili tunataka kuwatambulisha, tunataka kuwaleta mbele hawa vinara ambao wanafanya kazi kubwa sana kwenye jamii zao, lakini hawaonekani labda pengine kwa sababu wako kwenye grassroots kule, wako chini. Kwa hivyo sisi kwenye tunzo zetu hizi, muda si mrefu kamati ya maandalizi ya jambo hili ita release fomu ya maombi kwa ajili ya hata hao grassroots kuweza kuomba nafasi za kuonekana ule mchango wao. Lengo, watakapokuwa wameomba, tutawafanyia screening ya kutosha, yani tutafanyia uchujaji wa kutosha, tutawatathmini vizuri, na tukigundua kwamba huyu anastahili kuweza kupata tunzo hii na kuweza kuinuliwa, basi tutaweza kumwinua. Kwa hivyo vijana wakae tu mkao wa kula, mkao wa tayari kuhakikisha kwamba mara tu tutakapofungua dirisha hilo, fursa hii wanaweza kuikimbilia na kuweza kuifuatilia. Mkutano umesema unafanyika tarehe ngapi? Mkutano tunategemea utafanyika tarehe 22 ya mwezi wa Oktoba mpaka tarehe 26.
ambapo mpaka sasa ukumbi ambao tumeupendekeza na kuchagua ni ukumbi wa Golden Tulip pale airport ya hapa Zanzibar. Kuna utaratibu wa kuja kushiriki ama iko wazi tu mtu ataanza kushiriki? Yes, kwenye utaratibu, jambo lote lazima liwe na utaratibu, na kwa sababu pia linahitaji rasilimali, kutakuwa kuna utaratibu maalum wa kuweza kujiunga ama kuweza kuomba kuhudhuria, na tayari hizo fomu tumeshaanza kuzisambaza kupitia mitandao yetu mbalimbali, linki ambazo zinaonesha washiriki wanaweza kushiriki, na kuna vipengele vikuu 4 ambavyo vya washiriki. Ya kwanza, mtu anaweza kushiriki mtu mmoja hata kama yeye hafanyi masala ya mazingira, yuko interested kuweza kushiriki, basi anaruhusiwa kuweza kushiriki. Lakini pia anaweza kushiriki mtu kutoka taasisi fulani, anasema mimi taasisi yangu inadili na masala ya mazingira, nataka kuwa sehemu ya hili jambo. Kwa hivyo pia taasisi inaweza kujisajili na kuweza kuleta washiriki wao kwa ajili ya kuweza kushiriki. Lakini pia taasisi za kimataifa za nje ya Zanzibar na nje ya Tanzania nazo pia tumezipa fursa za kuweza kushiriki. Lakini pia kuna kipengele cha kupartner. Kuna mtu taasisi hapa Zanzibar, tuna taasisi nyingi kwa takwimu ya afisi ya Rais Tawala za Mikoa na idara maalum za SMZ, tuna taasisi zisizopungua 1000 na hizo ukizichunguza vizuri nyingi ni za mazingira kuliko zinazofanya kazi kwenye thematic area nyingine. Kwa hivyo taasisi hizi pia tumezipa nafasi zikiwa zinataka kuwa mdau ama tunasemaje, partner kwa Kiswahili, kuwa mshirika wa kuliandaa hili jambo. Pia bado tunawaruhusu kuweza kuja wafate procedures, kuna viingilio, kuna gharama ambazo wao wanatakikana kuweza kulipia ili wawe wadau ama ili wawe wa partner. Lakini pia kuna vipengele vikuu 3 vya udhamini. Mtu wengine sio wanaharakati, hawana asasi za kiraia, wengine wao ni wafanya biashara, mfano akina Salum Turki hao na wengine, sio, na wao pia wana mchango wa kuweza kutunza mazingira, kutumia rasilimali zao kuwezesha mambo yaweze kwenda mbele. Benki ya PBZ na wadau wengine mbalimbali, hawa wote pia tunawakaribisha waweze kusapoti jambo letu hili kupitia kipengele cha wadhamini. Na pale kwenye vipengele vya wadhamini kuna vipengele vikuu 3. Kuna kipengele cha gold, kuna kipengele cha silver, lakini pia kuna kipengele cha diamond. Ni wao kujimwaya katika koti lipi wanaweza kulivaa. Asante. Sawa, sasa ushiriki huu manake utakuwa una gharama. Yeah, exactly. Ndio. Exactly. Gharama hizo mmezigawa kwa mujibu wa nani au ikoje? Yes, gharama hizi tumezigawa kwanza zimezingatia wingi wa siku. Hicho ni kigezo cha kwanza. Lakini cha pili tumezingatia aina ya mshiriki. Kwa mfano, mshiriki mmoja atatakiwa achangie 250,000, ambazo 250,000 hizi na 50 tutamuinsure kwenye siku 5 zote tunampa huduma ya chakula na malazi wakati wa forum, kwa sababu tutakuwa na, kama nilivyosema, tutakuwa na School of Ecology camp maalum ambayo itawaweka washiriki wote. Kwa hivyo tutakapokuwa kule watapata malazi salama, malazi mazuri, lakini pia milo yote ambayo mwanadamu anatakikana kuweza kupata na facility zote ambazo zinahusu kwenye mkutano. Kwa hivyo kama kutakuwa kuna vitabu, kama kutakuwa kuna machapisho ya aina yoyote yale yanayohusu ajenda zinazojadiliwa kwenye mkutano, basi mshiriki mmoja akichangia 250,000 atakuwa ameweza kupatiwa hizo huduma. Lakini pia kwa asasi zile ambazo zinataka kushiriki kama asasi zile tumeziwekea 350,000. Kwa nini 350,000? 250,000 inakwenda ku accommodate zile shughuli za individual, lakini 100,000 inaenda kuweza kufanya kazi kwenye visibility ya ile taasisi yenyewe, wale washiriki wake, visibility yake, kuanzia logo kwenye machapisho yote ambayo yatafanywa. Kama sasa hivi tumeshakuwa tumeanza kusambaza machapisho ya kimtandao ambayo wale ambao wapo wameshaanza, kwa sababu tunao wadau tayari wameshaanza kujumuika tayari, visibility zao ziko pale
wanakuwa proud, na hata wengine wakurugenzi wao, watendaji wao wameshatuma mapicha yao ya confirm kwamba wapo, na ile ni faida. Watu wanaweza kuiona kwani sinaweza tu kutengeneza posta yangu nikaiweka. Kweli unaweza kuifanya tu posta yako kaiweka, lakini hutoweza kuifanya posta yako ikawa ina relate na activity hii au activity yoyote ambayo inafanyika kama wewe hujakuwa sehemu. Lakini pia kuwa partner anatakikana mtu aweze kuchangia milioni 2. Kwa nini milioni 2? Anakuwa partner na yeye anakuwa sehemu ya kupendekeza nini kifanyike kwenye mkutano. Tuna agenda zetu ambazo tumeziseti. Kwa hiyo washiriki wengine wao hawatakuwa na mawazo, sio? Hawatakuwa na huo uwezo wa kusema. Exactly. Washiriki wengine hawatakuwa na uwezo wa kusema tuweke agenda fulani. Watakuta agenda kwenye meza, okay. Watashiriki kuzania maoni ya kwenye mkutano, okay. Yani partner katika kipindi hichi cha maandalizi atakuwa na uwezo wa kushirikiana na kamati. Sio kushirikiana tu, akiwa partner maana yake pia ataweza kutoa mtu ambaye atawakilisha kwenye kamati ya maandalizi. Okay. Kwa hivyo wakati agenda, wakati setting, wakati kila kitu kinafanywa, partner na yeye atakuwa ni sehemu ya kuweza kuunda ubora huo wa jambo hilo ambalo yeye analitamani kuwa liweze kuonekana kwenye hiyo forum. Yes. Sawa. Sasa hii itajumuisha watu kutoka Zanzibar tu au hata nje ya Zanzibar? Forum yetu hii itajumuisha watu kutoka Zanzibar, watu kutoka nje ya Zanzibar, manake Tanzania bara, lakini pia watu kutoka nje ya mwambao wa East Africa Mashariki. Hivi ninavyokuambia tayari kuna maombi yameshatumwa maombi ya kutoka nje ni mengi kuliko hata ya wazawa wa Zanzibari wa Tanzania. Kwa nini hasa? Ni kwa sababu kuu mbili kwa tatu. Ya kwanza, gharama. Lazima niliseme wazi. Tumejengeka kuweza kuhudhuria katika mikutano ambayo sisi tutapata kulipwa mfano, lakini hatujazoea kushiriki mikutano ama majukwaa ama fursa ambazo sisi tutatakikana kuweza kuzilipia, kwa sababu vijana wetu tumekuwa tukiangalia zaidi kupata kuliko kuweza kutoa kwa ajili ya kupata, na vijana wengi tunaona kupata ni kuhudhuria mkutano, kulipwa na kula. Lakini sisi ambao tumebahatika kidogo kutoka na kuona fursa namna gani zinavyopatikana, tuna value sana kuweza kupata kujenga maarifa, ambayo maarifa haya tunaamini yatatuletea kuweza kupata fursa mbali. Hiyo sababu ya kwanza. Lakini sababu ya pili ni uelewa. Vijana wetu wengi bado hawaelewi umuhimu wa kuweza kuhudhuria mikutano ya masala kama haya, mabadiliko ya tabia nchi. Lakini ya tatu, tukiri tu kwamba bado mwamko ni mdogo sana wa watu kuweza kufahamu huku kwetu kwenye ukanda wetu wa Zanzibar, lakini pia ukanda wa Tanzania, na uelewa huu mdogo saa nyingine unaambatana na ile namna ambavyo tumekulia, vile namna ambavyo tumekulia. Lakini wenzetu huko wamechangamka kwa sababu kwanza, kwa sababu kwenye zile fomu za maombi kuna sababu kwa nini umekuwa interested kuweza kushiriki, sio wengine. Na hii very interested katika miongoni mwa sababu ambazo wamezitoa, wengine wamesema wazi kwamba tunaipenda Zanzibar na tunataka to explore Zanzibar, kuijua Zanzibar. Visiwa hivi vina historia kubwa sana katika dunia. Kwa hivyo wako interested kuhudhuria, kujifunza kwenye mkutano, lakini pia wako interested kuweza kuiexplore ile beti la ajabu yetu, ile mji mkongwe wetu, ambayo pengine sisi kwa mtoto wa Kizanzibari anaona beti la ajabu hiyo Forodhani, hiyo Jozani, umenelewa, hiyo Paje Cave ni jambo la kawaida sana. Kwa hivyo mwitiko wa kwao umekuwa mkubwa kwa sababu wao wanataka kuexplore, kuijua Zanzibar kupitia vile vivutio vyake mbalimbali ambavyo vinafanyika. Sasa tunamalizia hapa. Asante. Hebu tuone sasa, mtu anatusikiliza aone tija ya kufanyika kwa mikutano hii ni ipi hasa? Tija ziko nyingi sana. Ya kwanza, tutakuwa tunaenda bato kwa bato kufahamu nini kinafanyika duniani.
Manake kuamka asubuhi ukawa umepambazukiwa kuelewa nini kinafanyika nchi nyingine, manake hiyo ni faida kubwa sana. Lakini chengine, katika mkutano huu tutakuwa na wadau mbalimbali. Wadau ambao kwa mshiriki wa kawaida pengine asingeweza kuwafikia. Kwa hiyo kwenye forum hii tunawaleta wadau hao wa serikali, mawaziri tutakuwa nao pale, kuna baadhi ya panelists wapo mawaziri wenyewe. Kwa hivyo washiriki watakuwa na uwezo wa kupata nafasi ya kuuliza yale madukuduku, yale masuala yao wanaotaka kuyauliza moja kwa moja kwa wahusika wenyewe. Kuwa hapa una waziri wa mazingira na muungano, kaka yangu Mheshimiwa Engineer Masauni mfano, ukawa pale, maana yake ni connection, sio? Kwa hivyo faida nyingi watazipata za kuacha kuelewa masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, lakini connection. Wafanya biashara, tunao wafanya biashara wadogo wengi ambao wanafanya biashara, wanataka support kutoka kwa viongozi hawa wenye makampuni mbalimbali. Salum Turki watampatia wapi? Lakini kwenye mkutano huu atakuwa invited, na wengine watakuwa invited, na washiriki wao wenyewe wao watatumia urefu wa kamba zao kuweza kutengeneza connection, kukuza shughuli ambazo wanazifanya. Lile ambalo hatujaligusa unatamani kulizungumza? Ambalo natamani kulitilia mkazo, nimeligusa lakini natamani kulitilia mkazo, ni hili suala la usiku wa tunzo za vinara wa mazingira. Ni kitu muhimu sana ambacho sisi tunakiona ni muhimu kuweza kumtunza mtu ambaye anafanya vizuri. Wenyewe kuna msemo wa zamani ulikuwa unasema mcheza kwao hutunzwa. Sio? Wazee wetu wa zamani tunaosema sasa wahenga walikuwa kusudio kubwa sana kumthamini mtu kwenye kitu anachokifanya, kinaweza kumpa motisha ya kuweza kuongeza nguvu ya kufanya kile kitu, lakini pia kuisaidia pia serikali kuweza kupunguza nguvu kubwa ya kufanya jambo, kwa sababu tutakuwa tumezalisha watu ambao wako tayari kuweza kufanya hivyo vitu. Hizo fomu zitakuwa zinapatikana maeneo gani? Sasa hivi tunaishi maisha ya mtandaoni, kiganjani. Kwa hiyo fomu hizi zinasambazwa kupitia katika magrupu mbalimbali. Na kwa bahati nzuri sana mimi binafsi niko kwenye magrupu 52 ya WhatsApp. Na taarifa hizi zinapotoka nasambaza kwenye hizo group zote. Wacha watendaji na watendaji wa kamati, na wao pia wanasambaza katika social media zetu mbalimbali. Kwa kupitia WhatsApp, kupitia Instagram, kupitia LinkedIn, kupitia Facebook, lakini pia kwa wale wengine tunawasambazia kupitia email zao ili waweze kutumia uhuru wao wa kimtandao kuweza kupata link hizi. Ikiwa mtu anataka kuwasiliana na wewe, mkiwa mnataka kuwasiliana na mimi, mnaweza kunipata kwa simu nambari 0777 70 60 13. Hapo kwenye 77 hizo 7 ziwe 4. Zantelia zamani. Kwa hivyo 0777 70 60 13. Kwa hivyo muda wote napatikana na tunaweza kuconnect kutoka hapo. Tukushukuru sana. Asante. Na tumekamilisha hivyo kipengele chetu cha mada leo. Tumeshirikiana hapa na ndugu Mahfoudh Shaban Haji, huyu ni mkurugenzi mtendaji taasisi ya Zanzibar Climate Change Alliance. Tumezungumzia hapa maandalizi ya jukwaa la mabadiliko ya tabia nchi na mkutano kivuli wa 31 mabadiliko ya tabia nchi. Bila shaka umeweza kuelewa namna ambavyo unaweza kujiunga, namna ambavyo unaweza kushiriki, nini kitapatikana huko. Ni mambo mengi, lakini kwa sababu ya muda tumeshindwa pia kuyachambua yote kwa kina. Lakini utayapata vipi? Ukifika kwenye mkutano unaweza fahamu kwa kina, au kama unaweza kuwasiliana naye pia ukamuuliza baadhi ya vitu ambavyo unahisi bado kidogo, unaweza kuuliza pia. Asante tena kwa mara nyingine. Haya Zanzibar.